إلى الله نعبد وإلى الله نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا عباد الله. Ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu sote tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika kumcha Allah ndio tunapata mafanikio ya hapa duniani na mafanikio ya akhera. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiari yake aliamua kuumba kile alichokiumba, na kila kimoja alikikadiria makadirio yake, na kila mmoja akapewa ridhaa yake. Ndio maana kila mtu anapofikia eneo la mwisho, hata kama angeenda sehemu watu wangemdharau, bado angejipa yeye mwenyewe moyo, kwa sababu hakuna anachoweza kubadilisha katika maisha yake. Mfano, aliumbwa akiwa na kimo fulani, hawezi kubadilisha kimo. Anaweza akaongeza mwili au akapunguza mwili, lakini hana uwezo wa kurefusha kimo chake. Vile vile kama ambavyo hakuna anayeweza kuongeza muda wake wa kuishi. Kuna vitu vimo katika makadiria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi alisema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ma lam yarda bi qada'i wa qadari falyabtaq rabba ghayri waliaish ala ardi ghayra ardi. Yeyote ambaye hatoridhika na makadirio yangu na kile ambacho nimehukumu, nimekipitisha, Allah anamshauri faliyabta rabba ghayri, atafute Mungu wake nisiyekuwa mimi, amtafute Allah mwingine, na aende akaishi katika ardhi ambayo sio ardhi yake. Unagundua kwamba ni neno la hasira. Kosa ni nini? Kosa ni mtu ameshindwa kuridhika na kile alichokadiriwa nacho. Kwenye mambo haya imewatokea watu wengi. Aliyekuwa maskini hakuridhika na umasikini wake, ikalazimika alazimishe ahame kwenye kile kilichokuwa ndicho makadara yake, akataka alazimishe kuangukia katika sehemu ambayo sima hajui kama ni makadara yake. Matokeo yake, alikuwa na hali si nzuri, akalazimisha awe na hali nzuri. Mfano, alipata kiasi fulani cha chakula na aina fulani ya chakula, akawa anakula, lakini hili halikumridhisha. Akapenda apate aina ya chakula cha juu yake na aishi maisha ya juu yake. Mara nyingi alikuwa akitembea kwa mguu, akatamani afadhali angekuwa na usafiri. Na unajua, mtu kuwa na hali mpya ya maisha si kitu kinachokuja mara moja. Angalia mfano, Nabiullahi Isa
kabla hajazaliwa, mama yake anaomba dua yake inajibiwa, mama yake na Maryam. Anamzaa mtoto wa kike, analalamika, rabbi inni wada'tuha untha. Anaambiwa Allahu a'lam bima wada'at, Allah anajua ulichokizaa, walaysa dhakaru kal untha, mwanaume uliyemtaka wewe si sawa na huyu mwanamke tuliyokupa. Maana yake aina ya mwanamke amepewa ni wa thamani zaidi kuliko huyo mwanaume aliyemhitaji. Kuna kitu walitamani, lakini lengo ni nini? Kabla hujampata Nabii Isa, yanaanza maandalizi. Bibi yake anaomba dua, anazaliwa mama yake anakuwa ni mtu wa ajabu, anakula chakula cha peponi, baadaye katika njia ya ajabu anamzaa Nabii Isa. Kwa hiyo bibi wa Nabii Isa alipotamani kupata mtoto wa ajabu, Allah alimuongezea faida, alimpa pia mama wa ajabu. Manabii wote namna hiyo. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka 3 kabla hajapokea utume alianza kutoonekana mjini. Alikuwa anakaa zake pangoni, na chakula alichonacho kikitapomwishia anakuja nyumbani kwake kwa mke wake, anachukua anaenda nacho mlimani. Ndani ya miaka 3 alikuwa katika maandalizi. Maandalizi gani? Anataka kuwa nani? Hakuna kitu kinachokuja ghafla, na ikiwa kitakuja ghafla hakitakuacha salama. Mwaka wa 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, mara anaona wingu kubwa limefunika jua. Unaweza ukaniambia Arabuni wingu limefunika jua? Maana hakuna sehemu pana wingu. Ni leo ndio maajabu yanaweza kutokea. Mara wingu linapungua, mtu anadondokea mbele yake, anamwangalia Jibril, anamshika, anamwambia soma. Na mimi sijui kusoma. Sijui kusoma. Lakini alikuwa na miaka 3 ya kuachana na jamii, akawa anaishi peke yake. Yalikuwa ni maandalizi. Kwa hiyo yeyote ambaye angependa Allah ayabadilishe maisha yake, asipende yabadilike ghafla. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama hatu lahu tamhida. Anazungumza habari za bwana mkubwa mmoja aliyekuwa tajiri sana. Allah alimpa mali nyingi sana. Baada ya kumpa mali, ile bwana akatamani zile mali zingekuwa maradufu ya pale. Allah anasema dharni wa man khalaqtu wahida, niache na yule niliyemuumba wa pekee. Waja'altu lahu malan mamduda, na nikampa mali nyingi. Wabanina shuhuda, na watoto wake akiwaona. Nabiullahi Ayub alipewa mali, akapewa na watoto. Lakini angalia mambo ya Allah. Ilipotokea upinzani, mvutano wa kiimani, kama mfano kwetu kati ya Allah na Ibilisi. Ibilisi anatamba kwamba yeye ana uwezo wa kumchukua mtu yoyote na akamuingiza kwenye kundi lake. Akamwambia hutaweza. Akamwambia hata huyo Ayubu mimi naweza nikamchukua. Akamwambia huwezi. Ibilisi akamvaa Ayubu. Ayubu alikuwa tajiri.
mali zikafilisika. Alikuwa na mifugo ikafa, maana shamba liliungua, mifugo ikiwa shambani. Akaharibikiwa na kila kitu. Baada ya pale akapigwa na ugonjwa. Alikuwa na wake wakamkimbia, akabaki dada mmoja. Wanasema ilifikia hatua, kwa jinsi alivyokuwa akiumwa, mwili wake ulikuwa ukitoa funza, wale funza wa mikia weupe. Inapofika wakati wa swala, anamuomba mkewe awaondoe wale funza, awatie kwenye chombo, awahifadhi. Akimaliza swala, anaambia urudishe mwilini, acha wale nyama ya Allah. Mwili wote umeoza, lakini bado roho haijatoka, kwa matumaini kwamba atashindwa aachane na imani. Lakini Ayub alipambana na ile mitihani mpaka akavuka. Siku moja alilala, akaoteshwa kuna sehemu pana kijito cha maji, na chemchemi ya maji, aende aoge yale maji na anywe. Akaenda akaoga yale maji na akanywa. Alipokunywa, mwili wake ulirudia kama alivyokuwa kijana. Mke wake aliyebaki alikuwa na kazi ya usushi, anakwenda mjini, anasuka watu, ndio anapata pesa ya kuja kumwangalia mume wake wanakula. Hakumkimbia, hakumnyanyasa. Unadhani kwa nini hakumkimbia? Kwa sababu ile ndoa kwake ilikuwa ni kipaji, kwa ni mauhibu. Ndio maana wakati wa hali ngumu hakuachana na mume wake. Maana wakati ule sasa mume analishwa na mke. Mke anahangaika apate ndio aje kumlisha mume wake. Yule mwanamke akumkimbia. Kwa nini? Kwa sababu ile tabia haikuwa ni tabia ya kutafuta, ilikuwa ni tabia ya dhati ya mwili wake. Nakwambie ni wanaume, mfano, ikiwa mtaweza kwenda kuambia hata watu wengine, ikiwa mwanamke anapata kipato chake cha halali, basi ni rahisi kukitumia ndani na mume wake na watoto wake, na wala huwa hana manunguniko. Lakini utakaposikia mwanamke akitoa pesa huku ananungunika, mara nyingi huwa sio pesa halali. Akiwa amepata pesa yake halali, huwa anafurahi hata kumlisha mume wake. Ukiona anaanza kulalamika, mimi ninatoa pesa nyingi, mimi hapa, mimi, ukichunguza pesa anayopata sio halali. Kwa sababu mwanamke alivyoumbwa kwa asili yake ni binadamu, ana huruma, na mume wake anapoingia kwenye shida huwa yeye anasimama nafasi yake. Angalia Bi Khadija radhiallahu anha, ameolewa na kijana wa miaka 25, yani miaka 40, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad, Allah anasema wawajadaka ailan fa aghna, tulikukuta wewe ni maskini tukakutajirisha. Kwa mtume hakuwa na kitu, lakini kwa kuwa yule mama alikuwa anapata pesa yake ya halali, hakuwa na shida kuishi na mtume, matumizi akawa anatoa yeye. Na hata mtume alipokuwa yuko kule Jabal Hira ile miaka 3, pesa alikuwa anatoa huyu mama, ananunua mahitaji, anakwenda naye kule, kisha kuja kuchukua tena. Alikuwa na manunguniko. Maana yake ni, maana yake ni kwamba pesa ya huyu mama ilikuwa ni pesa ya halali. Ikiwa pesa ya halali, mwanamke huwa hana manunguniko. Lakini ukiona anaanza kulalamika,
akinunua chumvi analalamika, akinunua sukari, mkeo weka alama ya kuuliza. Kwa sababu hela ya halali haiwezi kuchukia halali. Haiwezekani. Si anapata hela ya halali, anayemelea familia yake, yeye si anapata ujira, si anatoa sadaka. Kwa nini anune? Na kwa kawaida ukinuna amena Allah asema wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Sadaka mnazotoa msiziharibu kwa kusema maneno au na kuwa na kero na gugu. Allah akataza. Usiemee ukaanza gugu. Sasa ukiona anaemea anaanza na gugu, weka alama kuuliza. Ukisema uanze kumfuatilia, lakini ni haramu. Haitakiwi mme amfuatilie mke wake. Kwanza Allah anasema wala tajassasu, msipekuane. Allah kataza watu kupekuana. Neno la kwanza. Kwa maana hiyo, katika maisha yako usikai hata siku moja unamchunguza mke wako anafanya nini. Usifanye namna hiyo. Sema bila Allah sema wala tabghu alaihinna sabila litudayyiqu alaihinna, msiwatafutie wanawake chokochoko ili kuwafanya waishi kwa dhiki. Kwa hiyo Allah anakwenda pande zote mbili, kwamba ishara inasema akitoa pesa ya halali huwa hanunguniki. Ukisikia ananungunika, jua pesa yake uhalali wake unapungua. Lakini je, nitajuaje? Acha nifuatilie. Sheria kwamba usifuatilie kwamba amekwenda wapi, umeshika simu yake. Uislamu hutaki. Achana. Wala tabghu alaihinna sabila litudayyiqu alaihinna, msiwatafutie chokochoko ili mwafanye waishi kwa dhiki. Kwa nini? Anayeandika khairi na anayeandika shari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa anapata pesa katika misingi mibaya, kitu cha ajabu, atakuwa kwanza anapata dhambi wakati wa kuipata hiyo pesa, alafu na wewe unaitumia tu bure. Ni mfuatilia au unataka kumfuatilia? Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni mwanamke akiwa na moyo safi huwa anajitoa kwa vyovyote. Ukiona hivyo, ina maana ile ni mauhibu, kile ni kipaji, sio swala la kutafuta. Ingelikuwa ni kitu cha kutafuta, kingekuwa na shida. Kwa wewe wakati wote, chochote kile usifanye nguvu ukipate kwa nguvu, kwa sababu lolote Allah analotaka kukupa, Allah anazo kanuni zake zinazosema wama hattu lahu tamhida, na tulianza kumfanyia maandalizi. Kwa hiyo kabla hujapewa chochote unachopewa, Allah huanza kukufanyia maandalizi. Mfano, leo unatembea kwa mguu, maisha yako ni ya kawaida, ukatamani uwe na maisha mazuri, ukaanza kupambana kuwa na maisha mazuri, ukafanya dua ili uwe na maisha mazuri, Allah akakubariki ukawa na maisha mazuri. Ukumbuke Allah anasema lolote lile wama hattu lahu tamhida, huwa tunaanza kumwandaa mtu kabla ya kumpa hicho kitu. Sasa wewe umeomba, sasa mali imeanza kufunguka. Je, unajuaje kwamba mwili wako umeandaliwa kupokea mali? Eneo la kwanza, ulikuwa unakula chakula cha aina fulani. Kwa kuwa na pesa nyingi, utabadilisha mlo. Wakati unabadilisha mlo, unakula kile kinachoitwa chakula bora chenye virutubisho vingi. Je, mwili wako
umepata nafasi ya kuhifadhi hivi virutubisho? Hata tunapokula, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Allah ameligawa tumbo la mwanadamu sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya chakula, sehemu ya pili ni sehemu ya maji, na sehemu ya tatu ni sehemu ya kuweka hewa. Maana yake mwili wako kuna haya maeneo. Sasa ikiwa hayo maeneo yapo, lakini hayakuandaliwa kupokea virutubisho vingi, wewe ukaanza maisha ya malika, ukaanza kula virutubisho vingi, maana yake utaanza kunenepa. Wakati unanenepa, mwili wako hauna sehemu ya kuhudumia kile unachokiingiza. Maana yake mafuta yatajaa, virutubisho vitajaa, mavitu gani yatajaa, utaanza kunenepa. Vitu vya ziada vitaongezeka kwenye mwili wako. Vikiongezeka, havitakuwa na sehemu ya kukaa. Matokeo yake mafuta mengi yatafuta sehemu ya kukaa, yaenda kukaa kwenye moyo. Sababu hukuandaliwa kuwa mnene. Unapimwa, sema damu yake yote imejaa mafuta. Kwa nini? Kwa sababu ulilazimisha uwe na maisha hayo. Zamani unatembea kwa mguu, mwingine huna mpaka njia pana unanyosha. Sasa gari iko ndani. Kwa hiyo hata kwenda choo unataka kwenda gari. Matokeo yake ule mwili uliokuwa unasumbuliwa na mifumo ya damu inakwenda kwa kasi mara zote, sasa ule mpito wa damu haupo tena. Damu imepunguza viwango vyake vya kasi, na kasi ikipungua, maana na joto lake linapungua, kiwango cha uchomaji wa mafuta pia kitapungua. Matokeo yake utaanza kukusanya kisichofaa katika mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu uliomba kile ambacho maandalizi yake katika mwili wako hayakuandaliwa. Kwa hiyo Mtume akasema, ma lam yarda biqada'i wa qadari falyabda rabba ghairi waliyaish ala ardhi ghaira ardhi. Yule ambaye haridhiki na makadirio ya Allah na hukumu ya Allah, amesema neno gumu kwamba akatafute Mungu wake na aende akaishi katika ardhi isiyokuwa ardhi yangu. Maana yake kila mtu amekadiriwa kile ambacho Allah anaamini kwa umri aliyompa anaweza kuanza nacho mwanzo wa umri wake mpaka mwisho wa umri wake. Na tumekatazwa usinunguniki kwa kile kilichokupita. Usinunguniki. Allah anakataza kabisa. Ukiona kuna kitu kimekupita, usinunguniki. Hivi unajua kuna wakati mke wa tajiri huwa anatamani walio na jirani yake. Sisi wenye hali ngumu, unajua kwamba kuna wakati wake zetu wanahamu waongeolewa na majirani. Sasa kila saa mtoto anakwenda shule ya kulipia, gari inakuja mpaka mlangoni, akitoka anaendesha gari anakwenda kazini, anarudi. Wewe una kazi kwa nyumbani, ukizunguka tu chinga umerudi. Wakoro na jirani, maisha mazuri sana. Sasa hivi inakuwaje? Unapiga akili wakati unaumiza akili kuona unajikomboaje. Upande wa pili wafikiri hilo. Anafikiri bora ungekuwa mweleo na jirani yako. Na ndio kweli. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu hawajui nyuma ya pazia kuna nini. Binadamu alivyoumbwa huwa hapewi mara mbili. Yaani haiwezekani. Utapewa mara mbili kwa vipindi viwili. Huwezi kupewa mara mbili kwa kipindi kimoja. Unajua unaweza kukaa toka tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 1 mwezi wa kwanza.
ikitokea ni mafua na homa, unakunywa dawa, unaendelea na shughuli zako. Lakini kuna wenzako likitokea ndio fungua amekata milioni 2. Lakini wewe unaiona tarehe 1 mpaka tarehe 1 mwezi wa kwanza nyingine. Unadhani nani mzuri zaidi? Nani anafurahia zaidi maisha? Kuna mtu nusu mwaka hospitali, nusu mwaka, lakini ukija kuchunguza ana hali nzuri. Kumbe wote hao wana hali nzuri. Kuna mmoja ana hali nzuri ya kipato lakini hana hali nzuri ya afya. Kuna mwingine hana hali nzuri ya kipato lakini ana hali nzuri ya afya. Kwa hiyo hawa wote kila mmoja anajivunia upande wake. Lakini pia angalia uzeekaji wa hawa watu wawili. Huyu mwenye hali nzuri ya kipato na huyu mwenye hali nzuri ya afya. Nani anazeeka vizuri? Kwa sababu tunapopewa kila kitu kina wakati lazima kijae. Wewe usiokuwa nacho kitachelewa kujaa. Maana mpaka mwili vile virutubisho vijae, mwili uzidiwe, una miaka 90. Naona chakula vyakula. Lakini mwenzako miaka 40 50 tayari. Bwana wewe umekula sana. Sasa kuanzia leo ubwabwa no, mafuta no, sukari no. Yaani yeye no ni nyingi kuliko yes. Unakwenda kwenye shughuli wewe chochote tu. Maana unapita wewe weka tu. Yaani yule mpakuaje anaweka tu, anaweka. Toka chungu cha kwanza mpaka cha mwisho. Lakini mwanzo ukipita anatoka hapa anaenda cha 5. Cha mwisho anaweza achukua maji yake anapoza. Ni kweli kaja na gari zuri wewe umekuja kwa daladala. Lakini pale katika menu kwa kila mmoja huwa ana wakati anapata raha yake. Lakini wewe una raha zaidi. Na wala isitokee siku moja ukanuna eti kwa nini iko hivi? Hapana. Furahi sana. Siku Allah akisema anazileta zinakuja. Kanuni inasema wa mahatu lahu tamhida. Na tumekwisha mfanyia maandalizi. Yeyote aliyepata kipato kikubwa na akawa alikwisha kuwa na maandalizi mbele Allah, ana faida mbili. Faida ya kwanza, hana kiburi wala jeuri. Na faida ya pili, hana magonjwa. Lakini ukiona akapata hela ana kiburi, hiyo hela sio kwake. Ukiona hela ana magonjwa, hiyo hela sio kwake. Ila alilazimisha. Ndio maana tunamwambia tusubiri Allah mwenyewe alete. Unadhani kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia watu wote tufunge mwezi wa Ramadhani? Swala zina maana. Kuna kundi la Wayahudi walimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumuuliza maswali. Maswali walimuuliza walimwambia hivi, maswali tunayotaka kuuliza haiwezekani mtu wa kawaida akayajua. Awe ni wali au awe ni nabii. Hilo tutathibitisha kama kweli wewe ni nabii. Kwanza akawaambia sawa, lakini kwanza semina Allahumma salli ala Muhammad. Akawaambia hawa Mayahudi, wakasema Allahumma salli ala Muhammad. Sawa, niulize. Wakamuuliza hivi, ni kwa nini Allah alileta hizo swala 5? Ni kweli kama sio nabii, kama sio wali, zamani kuna baadhi ya mafunzo yalikuwa yanafichwa, ni siri. Kwa manabii waliopita, baadhi ya mafunzo yalikuwa ni siri. Atajua mtu mkuu wa dini au kiongozi mkubwa wa dini na nabii wao. Waumini hawataijua. Na ile siri wanahamishiana. Kwa hiyo Wayahudi wakaamini kwamba linaweza kuwa ni swali la kumjaribu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na mengi. Kama tuambie, hizi swala zimeletwa zilikuwa na maana gani?
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia salati subhi, hii ndio na subhi. Sema ndio. Aliwaambia jua linapochomoza huwa linachomoza katikati ya pembe mbili za shetani. Shetani ana pembe hizi mbili. Sasa jua linapochomoza katika nchi yoyote ile, shetani huwa anakwenda anakinga zile pembe zake namna hiyo. Kwa hiyo ile jua linatokea katikati zile pembe mbili. Wakati linatokea pale, wale wasiokuwa Waislamu kipindi kile walikuwa wanafanya ibada zao za kuabudia jua, mbali na siku ya jua. Maana kuna siku ambayo ilitayarishwa kwa sababu ya kuabudia jua, lakini kila siku lazima waabudie jua. Na ndio maana unaona hawa watu wa dini ya shetani wanaweka alama ya vidole viwili. Ile alama ya vidole viwili ni zile pembe mbili za shetani ambazo kila jua linapotoka huenda akakinga zile pembe, jua likatokea katikati ya zile pembe. Pia wana alama ya lile jicho kama mnajua. Sasa weka zile pembe mbili na ile alama nini ya jicho katikati yake. Wakigeuza namna hiyo inakaa huko juu. Ni ibada yao. Sasa nasema kabla hawajafanya ibada hii, Allah akawaambia Waislamu waamke asubuhi waanze kuswali kabla hawa wanaomwabudia shetani hawajaanza. Kwa tunaamka salati subhi, tunaswali raka ngapi? Tunaswali raka 2. Na wale pembe za shetani ziko ngapi? Ziko hizi 2. Na sisi tunaswali raka hizi 2. Kabla jua halijatoka. Kwa hiyo unaona Allah subhanahu wa ta'ala ana vitu amevileta, nia na madhumuni ni kwa sababu ya kutuweka sisi kuwa ni safi. Wakamwambia tuambie salati dhuhuri. Kaambia dhuhuri wakati jua linapokuwa kali sana. Jahannam ni moto mkali mno. Sa Allah amewapa amri Waislamu wakati ule jua linakuwa kali sana, kwa mfano wa Jahannam, basi na wakati ule na wao waende wakaswali. Atakayeswali dhuhuri, Allah anafuta jina lake, halitaonekana kule mtoni. Sema al-asr, sema salati al-asr, Adam kwa salati lilikuwa baada ya salati al-asr, wakati wa al-asr, na toba yake ilikuwa wakati huo. Kwa hiyo ilifika al-asr akaomba toba. Alipoomba toba, sio kusema anaomba toba Mungu anaitika kwa paa. Alipoomba toba Allah akamkalia kimya. Ilipofika sala ya magharibi ndio toba yake ikajibiwa. Kwa hiyo aliomba toba al-asr, ikifika al-asr na sisi tunaswali. Toba yake ikakubaliwa wapi? Jioni maghrib. Na maghrib pia tunaswali. Lakini unaona hizi nyakati zimepangwa kwa kuangalia pia Nabii Adam. Kwa nini? Nabii Adam alikuwa peponi akala tunda. Kabla ya kula tunda aliliona. Baada ya kuliona akalisogelea, akalishika, akatia mdomoni, miguu ilitembea. Kwa unaona kichwa kilifikiri, macho yaliona, mkono ulishika, miguu ilitembea. Ndio maana kabla ya swala tunaambiwa pia kutawadha. Mifumo ya kutawadha Allah ameiweka kwenye kufuta yale makosa. Ni sheria. Tunaanza kwa kunawa mikono. Mikono yetu ilishika.
tunatia maji mdomoni, tulikula tunda, tunanawa uso, uso uliangalia ile tunda, tunanawa mikono inyosha, tunapaka maji kichwani kwa sababu kichwa kilifikiri, tunatia maji masikioni, alisikia sauti ya Hawa, tunanawa miguu kwa sababu miguu ilitembea. Yote haya tunayafanya katika maisha yetu yote mpaka tuingia kaburini. Na Allah amesema hii ndio faradhi yetu. Katika hili Waislamu wanahitaji wawe na maandalizi. Tumesema kanuni ya maandalizi. Ukimpa mtu kitu bila kumwandaa kitamsumbua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema watoto waamrishwe kuswali wakiwa na miaka 9. Wakifikisha miaka 11 wanatandikwa bakora kwa kuacha kuswali. Tunafanya nini? Tunawaandaa. Itapokuwa siku ya kiyama, wakati watu wamesimama, kipimo kikubwa cha kuwajua wanani watakao kwenda peponi wanatenda motoni, kuna hatua mbalimbali. Moja ya hatua, Allah atawaamrisha watu wasujudu. Atakapoamrisha watu wasujudu, watu watakwenda sijida. Wale ambao duniani walikuwa hawaswali, fupa lao la mgongo litaungana na fupa la kiuno. Kwa hiyo watakuwa hawawezi kujikunja namna hiyo waenda kusujudu. Kila wakenda fupa limejikunja, limekaza, hawatakwenda. Watabaki wamesimama. Hapa watapita ndege, malaika katika mbele ya ndege, watawachukua kama vipanga na kuchukua kuku. Watakwenda nao mpaka watupe motoni. Patakuwa pana uchambuzi baada ya uchambuzi. Uchambuzi baada ya uchambuzi. Eneo la mwisho kabisa la uchambuzi ni eneo watu wanapopita juu ya sirati. Wama minkum illa wariduha. Kila mmoja wenu atavuka juu ya jangwa la moto. Watu watapita. Lakini niwaambieni, kuna wanawake 3 hawatavuka. Hata iweje. Wako wanawake 3 hawatavuka hata iweje. Mwanamke wa kwanza ni mwanamke ambaye hashukuru kinachotoka kwa mumewe. Huyo pale havuki. Kwamba kila siku mume wake amekosa. Huyo pale havuki. Wa pili ni mwanamke ambaye katika vitu vyepesi duniani ni heshima ya mumewe. Hiyo ndio katika vitu vyepesi ambavyo ni rahisi ya kuiharibu. Huyo havuki. Mtu wa 3 ni mwanamke anayeshinda kwenye umbea. Huyo havuki. Kwa sababu sheria inasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Tulieni majumbani kwenu na wala msiwe na mapambo kama mapambo ya wanawake wasiokuwa na maana. Maana wanawake wasiokuwa waungwana anaweza kavaa kimini akatoka. Nguo zimtoshi anapita. Sasa hawa sio rahisi. Na ni eneo kwa sababu ukivuka lile jangwa la moto unakwenda upande wa pili tayari kwa pepo. Na wako wengine watapelekwa katika milango ya moto. Wakifika pale, moto wenyewe tayari una orodha yake. Fulani bin fulani njoo uingie motoni. Tad'u man adbara wa tawalla. Moto ndio unaokuta jina lako. Moto sio kusema eti kuna malaika. Moto wenyewe unakuta jina lako.
Kwa hiyo ndugu zangu, na kusema moja kwa nafsi yangu, tuangalie sana maisha yetu ya kidini. Jambo lolote tulilopata, tuamini kwamba hili ndio makadara yetu. Lolote hili, khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Hizi khairi zote unazoziona, neema unazoziona zote zimetoka kwa Allah, na kila kimoja ameandikwa mtu wa kupewa, kila kimoja. Allah akasema wala tatamanna ma fadala Allah bihi ba'dhum ala ba'd. Isitokee hata siku moja ukatamani neema ya mtu mwingine hame nyumbani kwako. Isitokee. Tumesema unaweza ukapenda neema ya mali, alafu ukapata mali ukanunua gari ikagonga ukafa. Lakini umekaa miaka zaidi ya 50 hauna gari wala mkuta. Kwa hiyo kama neema sio ya kwako, usilazimishe ije kwako, kwa sababu ikija kwako haitakuacha salama. Mungu Mwenyezi Mungu ndiye kila kheri. Qala Allah Ta'ala wa asrata ilayhi bi qawli wa tasawwala wa inna rasulullah qala azza min qadri al-alim fi dhaqarat al-Qur'an fasa'id billahi min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Wa nafa'ana lakum bil hakim. Allahumma ya rabbana wa barakatuhu wa nahnu وصلي في المصيف ولا تعصوا ورجلي ولا من عند ولا تسالوا صفاء لي ولا من الناس المسلمين اسمعوا فاستغفرنا هو الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا عباد الله. نكوسين وجهكم نفسي أبني وجه الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. Na kila nafsi iangalie kipi kinachotanguliza mbele yake. Ni vizuri tunapoamka asubuhi tunaambiwa ubinadamu ni kipimo, au wanasema ubinadamu ni namba. Kabla hujalala jitahidi uwe unakagua, hivi kutwa nzima ya leo nimefanya dhambi gani? Basi kabla haujafuma macho kulala, wakati ambapo Allah anasema tatajafa junubahum anil madaji, wakati ambao mbavu zao huwa zimelala vitandani mwao, basi pale kabla usingizi hujakujia, kagua nafsi yako, mchana wa leo nimefanya dhambi ngapi? Kila dhambi ndugu zangu inasameheka, hakuna dhambi isiyosameheka. Dhambi zote zinasameheka. Usikate tamaa na dhambi. Hata dhambi hiyo kubwa namna gani, zote Allah anasamehe. Jitahidi tu kabla ya kulala, mwambie Mwenyezi Mungu makosa uliyofanya, omba toba. Na uzuri wa toba, ukiomba Allah dhambi zote ulizofanya, Allah huwa anazigeuza kuwa thawabu. Dhambi zote ulizofanya. Ndio maana Allah anakataza watu kuuana. Unaweza ukaenda kumuua mtu, kumbe ana dhambi nyingi kuliko Firauni. Ukimuua, zile dhambi zake zote zinahamia kwako. Kwa hiyo ni vizuri ndugu zangu, kila mmoja wetu kabla hajalala aikague nafsi yake, au kama mimi leo nimefanya dhambi hii na basi amuombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa dhambi zake, na zile dhambi kubwa
dhambi zote kubwa zina haddi. Kwa hiyo hakuna dhambi sawa katika Uislamu. Pia tumtekee Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi alladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه كرم الله وجهه. اللهم اهدنا لهداك وانصرنا في رضاك وانصرنا على سواك وطيب من خلف لك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين.